Habari, leo nimewaleta hapa bahari ya Hindi kama mnavyoiona kutokea huku kote. Hii ni bahari ambayo inatupeleka kwenye mabara yote duniani. Kama ni bandari, basi bandari zinakuja kwa sababu ya hii bahari hapa. Ukiangalia ni daraja la Tanzanite ambalo linaenda Masaki, na upande mwingine huu wa Ocean Road. Kwa hiyo Ocean Road, mmepaona Ocean Road tupo mjini Dar es Salaam, na mimi kama mnavyonifahamu mimi naitwa Ibrahim. Leo naomba niombe kitu kimoja. Kwa nini ukichange shilingi 10,000 inaisha? Na natoa taarifa hii kwa sababu mimi nasaidia sana kuambia viongozi mambo ya juu kuhusu raia. Kuna kitu kinaitwa domino effect, yani kitu kadogo kanasababisha vitu vikubwa vikaanguka, na katika kitu hiki ni kitu ambacho maskini wakitambua umaskini wao ni wa makusudi. Na katika hilo jambo nitaelezea vitu vichache sana. Nikianza na kitu cha kwanza, unakuwa na raia ambao wanalipa kodi kwenye mapango ya nyumba, mitandao ya simu, mafuta, kila bidhaa. Yaani wewe hapo ukienda dukani kununua Pepsi lazima ulipe kodi serikalini, ambayo inatusaidia kwenye maendeleo. Lakini kitu cha pili, kiongozi wako ana uwezo wa kuenda nje ya nchi akakukopea wewe hela, ambayo ndio deni la taifa. Hiyo ni namna ya pili ambapo wewe au vizazi vyako vinaweza kupewa deni. Ishu ya tatu ni rasilimali zako. Tuna migodi, tuna maziwa, tuna bandari na bahari kama soko hivi. Vote hivi vikibinafsishwa kwa mtu ambaye sio Mtanzania, ina maana hatanufaika na hizo hela. Kitu cha nne na cha mwisho ni kutengenezewa soko. Yaani unakuta labda rasilimali yako imetoka hapa. Kuna ule msemo wanasema kwamba usipouza dhahabu kwa mtu wa nje utaichemsha chai. Ni kitu cha uongo, kwa sababu kinatengenezwa na system ya elimu ambayo iko nchini. Ni system ambayo haituruhusu sisi kujua umuhimu wa utajiri wa nchi yetu na tuutumie. Na kwa hiyo tunachukua malighafi tunawapelekea watu ambao wanaweza wakatumia, alafu wao wanarudisha hapa bidhaa au mahuduma ambayo sisi tunavinunua tena kwa bei ya juu. Kwa hiyo wewe ukiwa tajiri, labda umenaswa na tamaa yako, labda upo kwenye mfumo, ni vitu ambavyo wewe unaona labda wewe unatutishia sisi, lakini hii ni issue ambayo itakula hata na wewe hapo mbele, kwa sababu kama utakuwa hauna teknolojia, hauna watu ambao wanaweza wakatumia rasilimali zao, watu ambao wanaishi nje kama machokola, watu ambao wanakufa na njaa, watu ambao wanamaliza shule wakiwa na dharau na aibu ya vitu, ina maana hata uwezo wao wa kununua utakuwa mdogo. Kwa hiyo wewe unaendelea kutoa rasilimali zako nje, unaleta bidhaa, unakuwa soko, unawapiga tozo watu wako, unawadharau kama hivyo. Mambo ya utekaji, mambo ya nini hayatolewi ufafanuzi wa kueleweka. Na tukijaribu kulijadili taifa letu la Tanzania moja ambalo dini zote zinakaa hapo ndani, yaani mtu anaweza akaamka, mimi naweza nikaamka nikawa Mkristo au Muislamu, lakini siwezi ghafla tu nikaamka nataka niende niishi ndani ya bahari ya Hindi au nchi nyingine. Kwa hiyo propaganda na siasa chafu ndo zinazoliangamiza taifa letu. Sasa nini kinafuata kwa maskini wanaojitambua? Yaani ni bora kujua ujui au kujua wewe ni maskini kuliko kutokujua kabisa. Sasa viongozi, mimi nawapa taarifa, mkiniteka mtakuwa mnapoteza taarifa, na besides kufa ni sehemu ya uzalendo kuliko kufia taifa langu. Lakini naomba niwaambie kitu kimoja, taifa letu la Tanzania tuwasaidie vijana waweze kutumia rasilimali zao, kuwaheshimu, tuweke mfumo ambao utaweza kutumia mawe, simenti, mabati yetu na miti yetu, na sio kutengenezwa kuwa soko na makodi na matozo na madharau na bang. Like wewe una kisimu chako mtandaoni, tukukamata unaposti vitu, tutakupoteza, askari wasikutafute. Hayo sio maneno ya kuambia raia wako, na
omba kama wewe ni Mtanzania, kuwa mzalendo. Usituambie maneno ya vita ya Ukraine na Russia inafanya watu wasiwe na nyumba wakati tunaona kuna hali. Usituambie kwamba hamna chakula kwa sababu eti sijui nini. Watu wanaweza kutengeneza mbolea. Wasaidie raia wako wapate mifumo mizuri. Kama kuna mamikataba huko una saini ya kuwatunza watu mashuleni miaka 16 bila kuwa na ubunifu wowote, achana na hiyo mikataba. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na majeshi yote na watu wote wazalendo wenye nguvu, hiki sio kitu cha kumbambikia rais peke yake. Ni mfumo wa watu ambao wana tamaa, wana uoga, ni wajinga, lakini kwa wanaoelewa maisha ndio haya. Urithi wa nchi yetu tumepewa na Mungu ndio huu. Peace, mpaka next time. Asante.